Ndugu mpenzi mtazamaji wa Ruhala TV, kipindi hewani ni Ajue. Langu jina niita Jabri Suleiman Saidi wa hapa Ruhala TV. Leo kutambua kijana ni nani, wajibu wake ni upi, mchango wake ni upi, changamoto anazozipitia, hatua gani zinazochukuliwa na serikali kumsaidia huyu kijana wa sasa na kumsaidia kulingana na changamoto anazokuwa amepitia. Leo tunataka tuzungumze na Mr. hapa. Utakwenda kumfahamu kwa majina, atajitambulisha lake jina, kisha tutaenda kwenye maswali ya moja kwa moja. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, utakuwa umetisha kinoma noma. Changia chochote pale, utakuwa umeshiriki mazungumzo haya moja kwa moja. Bwana, habari? Nzuri, habari ya kwako? Salama kabisa. Naam, karibu. Yes, Ruhala TV tumekuweza kukutembelea kama mdau wetu. Umekuwa ukituma salamu nyingi sana, ukikomenti zako, status zako tunasoma. Umekuwa na mchango mkubwa sana kushauri hakika vijana, na sasa leo tunataka tuzungumze na wewe. Kuna maswali machache tutakwenda kukuuliza, tujaribu kujifunza pia kulingana na kile unachokiposti, status zako tunasoma watu. Yes. Kwanza kutambue kwa majina, then tuendelee. Mimi kwa majina naitwa Nestor Gervas Msema Kweli, ni mkazi wa kata ya Igunga, wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora. Kwanza kijana, unapozungumza neno kijana ni nini? Nini maana yake? Kwa muktadha wa kawaida, kijana huyu ni mtu yoyote mwenye umri kati ya miaka 15 mpaka 45 kama ambavyo anavyotambulika katika muktadha wa kijana, miaka 15 mpaka miaka 45. Sawa. Kijana, kwa hiyo kijana ni mtu ambaye anaanzia umri wa miaka 15 mpaka 45. Naam. Huyo anaitwa kijana. Ndio. Wajibu wake kama kijana ni upi? Kabla ya wajibu wa huyu kijana, tunataka kutambua kwamba kijana ni nani kwa undani. Unasema kijana, hii ni ambayo ni nguvu kazi au injini ya maendeleo ya taifa katika sekta nyanja mbalimbali ikiwemo kilimo, viwanda, teknolojia, wakiwa na ubunifu na uchochea mabadiliko nchini Tanzania. Vijana wenye umri wa miaka kati ya 15 hadi 35 ni zaidi ya milioni 21, wakichukua zaidi ya 64% ya nguvu kazi. Uwekezaji katika fursa na vijana ni muhimu sana kwa uchumi na amani ya taifa letu hili la Tanzania. Haki yake kijana, ana haki ipi yeye kama kijana? Asante. Huyu kijana anazo haki nyingi ambazo anaweza akazitaka na anazopaswa kupewa, lakini kabla hajapewa hizo haki lazima kwanza atimize wajibu wake. Ili uweze kudai haki, timiza kwanza wajibu wako. Kwa sababu tumesema ni injini ya maendeleo ya taifa letu, kwamba sekta muhimu kama vile elimu, ulinzi, biashara zinategemea sana ubunifu na nguvu kazi za hawa vijana. Lazima kwanza tukizungumzia swala la ubunifu, kizazi hiki ndicho ambacho kinachoweza kuleta mawazo mapya katika taifa letu katika mfumo wa kidigitali na kiteknolojia. Na tukisema kwamba wingi na uwezo katika nchi yetu ya Tanzania, vijana wanaunda makundi makubwa sana yenye nguvu yanayoleta tija katika msukumo wa maendeleo katika taifa hili. Kwa hiyo wanapokuwa wanahusika katika nyanja kama hizo, wanapokuwa wanatekeleza majukumu kama hayo, lakini pia katika nyanja nzima ya ulinzi wa kuleta amani katika taifa, wakishatekeleza hapo, wanayo haki ya kudai haki yao. Sasa kama wameshatekeleza wajibu, kwa hiyo wanayo nafasi ya kutekeleza kuomba sasa ile haki ambayo wanayoweza kuisema. Usitegemee kwamba kijana unakimbia kuomba haki wakati huo hautimizi wajibu wako wa kutekeleza majukumu kama wewe Mtanzania namba 1 wa kulinda amani ya taifa lako, lakini pia kutumika kama nguvu kazi ya taifa. Ukisha rejea katika hali kama hiyo, sasa wewe unao wajibu wa kudai au kuomba hiyo haki. Okay, wajibu, unapozungumza wajibu, lakini pia
kijana huyu anapaswa kuwa na mchango wake katika taifa ni upi? Na vitu viwili, kuna haki lakini kuna wajibu. Ili uweze kuipata hiyo haki, lazima utimize kwanza wajibu wako. Wewe unaomba haki kwa mzazi wako, kwamba unaishi pale nyumbani, lakini wakiamka kwenda shambani wewe umelala. Mwisho wa siku ikifika wakati wa chakula, unataka chakula kama haki yako, lakini utakiwa utimize wajibu kwanza kwenda shambani. Kisha tumika katika shamba au katika shughuli za uzalishaji, basi una wajibu, una haki ya kupewa chakula, kwa sababu tayari asubuhi umetimiza wajibu wako wa kwenda shambani, mchana unapewa haki yako ya kupata chakula. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni vitu viwili tofauti ila vinaendana. Ili uweze kupata haki, lazima utimize kwanza wajibu wako. Na mchango wa kijana ni upi? Mchango wa kijana ni pale sasa anapokuwa amehusika katika nyanja mbalimbali, ikiwemo kufanya shughuli za uzalishaji. Akifanya shughuli za uzalishaji, kwanza aidha katika sauti aingie katika midaharo, kama ni serikalini ahusike katika midaharo kwa ajili ya kuchangia mada ambazo ni shughuli za matokeo chanya, sio aingie kwenye shughuli za vurugu ama kuchangia au kutengeneza content, atengeneze content ambazo zinakuwa zinachangia kuporomosha maadili ya taifa au kuchochea maovu. Kwa hiyo mtu namna hii, kijana namna hiyo, kama atahusika kwenye nyanja ya kutengeneza maudhui ambayo sio ya kuleta amani, huyo atakuwa sio kijana ambaye tunamtaka katika taifa letu. Ukikumbuka huko juu tumezungumza kwamba ni kijana ambaye anatakiwa awe yeye ndiye chanzo cha ulinzi, lakini awe ndiye source au chanzo cha kuleta maudhui mazuri katika taifa. Huyo ndiye kijana tunayemtaka, ambaye hasababishi changamoto za kuleta vurugu katika taifa letu. Zipi changamoto anazozipitia kijana wakati wote wa ukijana wake? Changamoto zipo nyingi, lakini kwa kijana wa Kitanzania yeye huwa anakimbilia kuangalia kwanza, vijana wengi ambao kwa taifa letu waliosoma, wao wanakimbilia changamoto moja, kusema ajira. Lakini ukienda kuangalia kwa utaratibu au kwa kawaida, kijana anapokuwa yuko chuoni anasoma, anapata elimu, anatakiwa atengeneze mindset yake kwamba baada ya elimu hii ya darasani kuna maisha mengine anafuata huko nje, mbali na hiki nilichokisomea. Wanashindwa kutengeneza fursa wakiwa wapo katika vyuo au wanapokuwa katika masomo yao. Kwa hiyo ajira imekuwa ni changamoto kubwa sana ambayo vijana wengi wa Kitanzania wakililia sana katika taifa letu. Lakini kwa kawaida serikali imeendelea kutengeneza na kuratibu programu katika taifa kwa ajili ya kukuza ujuzi na kuweka fursa za ajira katika miradi mikubwa, ili kuweza kuwapunguzia angalau ili wimbi kubwa la vijana kulia na taratibu hizi za ajira, kuwatengenezea nafasi nzuri za uwekezaji, hii ambayo itakuwa ni muhimu kuwekeza kwenye vijana ili kujenga uchumi imara. Kwa hiyo serikali inaendelea kufanya mambo ya namna hiyo, lakini pia imetengeneza namna fulani ambayo inaweza ikawasaidia vijana wanapomaliza katika nyanja mbalimbali za vyuo kutengeneza ulinzi pamoja na mafunzo mbalimbali. Kwa mfano, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi JWTZ linatoa nafasi vijana anapokuwa amehitimu labda chuo kikuu, asione vibaya kwenda kuingia katika mafunzo ya JKT. Kupitia kule anaenda kupata elimu nyingine mbali na ile aliyopata darasani kwa ajili ya kumsaidia katika maisha yake kujikimu, kwa sababu unapokuwa katika mafunzo ya JKT kuna shughuli nyingi zinafanyika kule, ufundi, kilimo, yani vitu mbalimbali ambavyo mtu akitoka kule anakuwa tayari, akiunganisha na ile elimu aliyoipata darasani katika taaluma aliyoipata darasani, akaunganisha na hii inaitwa study za maisha. Kwa hiyo kijana yule hawezi kupata changamoto na hata kuja kukaa njiani au mtaani akaanza kulia na swala zima la ajira. Sawa, umegusa serikali. Kijana huyu anapokuwa amepitia changamoto nyingi, kadri inavyokuwa imemkuta yeye au imemkumba yeye kama kijana, kijana huyu anapokuwa amepitia changamoto nyingi katika maisha yake ya ukijana, kuanzia miaka 15 mpaka hiyo 45, umeeleza mambo mengi sana hapo. Serikali inamsaidia vipi huyo kijana, au inakuwa ina mchango upi kwa huyu kijana ambaye anakuwa amepitia vikwazo, changamoto,
vurugu za hapa na pale, serikali inachukua hatua gani au inamsaidia vipi huyu kijana? Ni kweli pengine labda nitakuwa nimeenda mbali sana, swali hilo pengine utakiwa niulize sasa hivi, lakini nafikiri kwamba kama vile nimejaribu kulijibu, lakini nitajaribu kuliweka sawa nilijibu vizuri, kwamba nimesema kwamba serikali imelijua hilo kwamba sasa hivi nafasi za ajira zimekuwa ni chache. Kwa hiyo hata kwenye makampuni kwenyewe nafasi bado zimekuwa chache, wakati hao walivyokuwa wako vyuo vikuu wanasoma, wala walioishia kidato cha 4 na wengine wakaishia darasa la 7 wakaweza kupata fursa na nafasi kwa ajili ya kwenda kwenye mashirika na makampuni, kwa ajili yale mashirika ambayo watu wanahitaji kutumia manpower, nguvu, badala ya vyeti walivyoenda kusomea. Kwa hiyo unakuta kuna kwenyewe bado nafasi zinakuwa ni chache. Ndio maana wakirudi huku, hata kama alikuwa na nafasi ya kuweza kufanya kazi katika kile kiwanda, unakuta kwenye viwanda pamoja na miradi mbalimbali ya serikali ambayo inaendelea kuijenga, unakuta watu wengi wameshajaa kule. Kwa hiyo serikali imekuja na mbinu hii. Kwa sasa hivi imetoa fursa ya mikopo. Serikali imetoa fursa ya mikopo 10%, ikimaanisha kwamba 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake, lakini 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kupitia mfumo huu wa mikopo nafuu ambayo haina riba, vijana wale ambao wameenda vyuo vikuu wamehitimu, serikali imeamua kuja na utaratibu mwingine. Waziri Mkuu juzi wakati anahutubia katika bunge alijaribu kuiweka vizuri kwamba sasa kijana huyu atumie vyeti vyake kuwa kama dhamana kwa ajili ya kumpatia mkopo kwa ajili ya kuweza kujinufaisha, kutengeneza wazo alilotoka nalo katika vyuo, ili kusudi aweze kuingia katika mfumo wa kibiashara. Katika soko la dunia sasa hivi biashara ndio nyanja ambayo inaweza kutuunganisha watu wote. Kwa hiyo utaratibu huo unaweza ukawa ni mzuri. Na kingine, mikopo hiyo ya 4%, kama kijana ataamua kutengeneza kikundi au ataamua kwenda yeye kama yeye amejitengenezea mfumo, kwa hiyo vyeti vile vinaweza vikawa ni kama dhamana ambayo itaweza kumsaidia kijana huyu kwa ajili ya kupata mkopo ambao utamsaidia kuendeleza maisha yake, lakini kumsaidia kumuondolea ile dhana ya kusema kwamba mtu anaposoma ategemee kwamba aje kuajiriwa. Kumbe angeweza kusoma, mwisho wa siku akatengeneza mazingira, akaja kujiajiri na akaondokana na ile hali kabisa siku zote za kusema kwamba kusubiri kuajiriwa, akatengeneza mfumo ambao utakuja kuwa na njia nzuri kwa ajili ya kuajiri hata vijana wengine katika nyanja ya biashara na masoko mbalimbali ya kidunia. Yes, ndugu mtazamaji wa Luhala TV, huu ulikuwa mtazamo au mchango wa Mr. Nestor Gervas Msemakweli wako kwa vijana, kwa sababu wewe pia ni kijana. Una ushauri upi kwa vijana wenzio kwamba wafanye nini ili waweze kufikia hicho ambacho hivyo ulivyovieleza, ili waweze kujitambua na kuamka sasa, kuamua kukimbilia hizo fursa? Upi ushauri wako kwa vijana? Ninao ushauri wangu utakuwa kwa pande mbili. Kwanza, ushauri wangu ni kwa vijana kwamba kwa kuwa vijana ndio watakaokuwa viongozi wa nchi hii wa baadaye katika siku zijazo, naomba sasa waweze kuwa na uvumilivu. Wawe na uvumilivu wanapokuwa wapo katika harakati zao masomo, katika harakati zao za biashara, ujasiriamali mdogo mdogo. Wasikubali kuingia kwenye mifumo ya watu ambao wenye kuitakia taifa letu, wenye nia ovu na taifa letu, kuonekana kwamba taifa hili limewasomesha lakini haliwezi kuwapa ajira. Badala yake wajikite kwenye teknolojia hii ambayo tuko nayo sasa hivi. Wanapokuwa hapo kwenye mitandao, wajaribu kutumia mitandao vizuri. Mitandao ile iwafanye kujifunza na kutoa masomo kwa vijana wengine ambao wako nyuma yao. Wasione kwamba mtu akisoma hawezi akapata nafasi yoyote huko mbeleni huko. Kwa hiyo wajifunze sana. Kuna watu wanatengeneza content ambazo zinawakatisha tamaa. Mtu anatengeneza content kwamba alishamaliza chuo kikuu, ana degree yake, ana masters, lakini ndio huyo anaendesha bajaji. Kwa hiyo yeye anahisi kwamba kuendesha bajaji kule pengine sio fursa. Lakini atambue kwamba kuna mwingine ambaye amemaliza lakini hana hata hiyo bajaji. Kwa hiyo hata hiyo bajaji inaweza kumpa akatengeneza hata humo kwenye bajaji, anaweza akakutana na watu wengine wanawabeba mabosi ambao hata hawajui kwamba huyu ni kiongozi,
Lakini anapokuwa mle katika nafasi yake, ukionyesha tabia njema, nia nzuri, unapokuwa kwenye shughuli yako, kaipenda kazi yako, humo unapatana unakutana na connection. Unaweza kuona mbeba mtu kila siku anakuangalia katika story zako unavyokuwa unazungumza, mtu yule anaweza akaniambia, mbona huyu kijana anazungumza hivi? Kwa nini, mbona kama ana hekima fulani hivi? Yeye ni nani? Anaweza akaanza kukudodosa, akakuuliza, kijana, naomba mawasiliano. Na wakati fulani mjaribu kuwa mnatumia fursa. Ukimbeba mtu, muombe namba ya simu. Kama ni kwenye bajaji, kama unauza pale juisi, kama unafanyaje, jaribu kuchukua namba. Bana, hii ndio kazi yangu. Una siku unaweza ukashuka, natoka huko, unakuja mkoani huku, nikakubeba tena siku nyingine. Au kuna ndugu yako anasafiri anafika huku, unampatia, bana, chukua hii namba ya huyu fulani, ukifika mahali fulani umpigie, atakupeleka vizuri, ni kijana mzuri. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kutengeneza kuwa wanyenyekevu tunapokuwa katika mazingira yetu ya kazi. Jambo lingine, naomba sasa nitoe ushauri kwa serikali. Kama ambavyo serikali imeamua kuwezesha vijana au kutuwezesha vijana, iendelee kutuamini. Ituamini kwa namna gani? Tunaweza tukawa tuna wazo zuri ambalo tumeamua kutaka kufanya, lakini tunapofika kwenye swala zima la kwenda kuchukua mikopo, tunakumbana na changamoto mbalimbali. Ni kweli mimi ninalo wazo zuri, na mimi nina kipaji, au nina elimu yangu ambayo nikikaa sehemu nikafanya kazi nitazalisha, lakini sina uwezo wa kupata kile chanzo cha kupata, kwamba mpaka serikali wakati mwingine nasema kwamba mpaka uwe tayari una ofisi yako, tunakuja kuikagua ofisi, lakini mimi sina huo uwezo. Lakini ndio nategemea kwamba nikipata huo mkopo nianzishe ofisi kulingana na wazo langu. Kwa hiyo yale maandiko yale, pengine tukija tumeandika andiko letu, tulifikirie vizuri na kumwona mtu, je, kweli tukimpatia huyu anaweza akafanya? Tumtathimini, tusimtathimini kwa haraka haraka alafu tukaacha kumpatia mkopo tukihisi kwamba anaenda kupoteza fedha. Kumbe pengine tungeweza kumsaidia, angeweza kujiokoa yeye mwenyewe katika dimba la umaskini, lakini akawasaidia na kuwaajiri vijana wengine pia. Kwa hiyo serikali, tuende vizuri tunapokuwa tunatoa hizi nafasi, tunapotoa hizi fursa za mikopo, tujaribu kuwatembelea vizuri. Asilete andiko lake mara moja ukalitupilia mbali baada ya kuona kwamba amekuja na mawazo makubwa tofauti na jinsi ambavyo unavyoweza kumuona, ukahisi kwamba huyu anaweza akawa ni tapeli. Kwa sababu vijana, ni kweli wapo vijana ambao sio waaminifu, lakini sio wote. Tujaribu kwenda nao vizuri, tuangalie kwamba mawazo yao ni yapi, ni nini wanachotaka kukifanya, tuende nao taratibu, tuwasaidie, kwa sababu fedha zimetoka kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Kitanzania. Tusiwapuuze.